Ndugu yangu kutoka Mbeya yuko wapi? My brother from Mbeya. My brother from Mbeya. Kuja na timu yako. Where's your team? Come. Hallelujah. Amen. Hallelujah. There's a song you sang, I went with it. Hallelujah. Sasa kuna wimbo liimba that hiyo wimbo sijui I went with it to Uganda. Hiyo wimbo liimba kimikile. Kombora. Mumwekee hiyo song. Kombora. Hallelujah. Weka kombora. Nataka nyinyi. I want you people. Mbariki huyu mwimbaji. We want to bless the singer. I want to show him. Nataka nimuonyeshe where his money must go. Mahali pesa zake lazima ziende. Bishop Rudia. Askofu. Leo atakuwa mkitajiri kabisa. Hallelujah. Weka hiyo nyimbo. Kombora. Kwa dakika machache tu. Am I trying Kiswahili? Najaribu Kiswahili. Kiswahili inaeleweka au? Ngapi? 30% or 20? 30%. Alafu yangu. Hai. 10. Minus 10. Hai, weka ndugu. Kombora. Hallelujah. Amen. This is a mountain of influence. Hapa pia ni mlima ya kushawishi watu. You people, do you know the power of music? Do you know the power of music? Satan has sat on this mountain so much. Unajua katika maeneo ya burudani au muziki, Shetani amekalia mlima kwa muda mrefu sana. Now God is raising people from the church. Sasa Mungu anainua kutoka ndani ya kanisa. With the anointing. Na upako to sit on this mountain. Kukaa juu ya mlima. Bishop. Ombea mwombaji. Hallelujah. The anointing. Sasa upako to sing, kuweza kuimba in power, katika nguvu, and anointing, na upako, to win souls, kuweza kuvuta nafsi au roho au kuvuna roho za watu. We have so many youth today. Kuna vijana wengi siku ya leo, they are in prison. Wako katika gereza. They are tied. Wamefungwa. Lakini Biblia inasema, but the Bible says, Isaiah chapter 60, Isaiah 61, the Spirit of the Lord God, Roho wa Mungu, has anointed you to sing. Wewe mafuta ya kuimba. Hallelujah. Amen. The Spirit of the Lord God, Roho ya Mungu, has anointed you to sing. Imekupaka mafuta ya kuimba. And release those many youth ile kwamba vijana waliofungwa pale kuachiliwa huru. Hallelujah. Amen. Music has a lot of power. Muziki ina nguvu sana. David sang. Daudi aliimba until King Saul got delivered. Na alipokuwa naimba, mfalme Saulu akapokea uponyaji. Kama wanaimba, wangapi wanafunguliwa, eh? When you sing, how many are being set free? Through your music. Kupitia hiyo kipawa cha kuimba watu wafunguliwe. That anointing of you sing people to get free, it is from the bishop. Sasa wewe, now you, kama mwimbaji, you as a singer, nyenyekea hapo. Humble yourself on that feet. Go and lie down. Flat namna hii. Down. Hapo. Hallelujah. Amen. The reason why most singers are getting defeated by Satan and the demons, sababu ya waimbaji wengi kupigwa vita na kushindwa na shetani, they don't have this humility. Hawana hii unyenyekevu. The reason why most singers in Africa are dying, ndio maana waimbaji wengi hapa Afrika wanakufa. Let me tell you. Wacha nikwambie. Worldly singers, waimbaji wa kidunia, they are like this before Satan. Wao mbele ya shetani wako hivi. Wanakumpa unyenyekevu vile shetani wao huyo. Wanamfanya kitote anataka. Everything they do that he wants. Even human sacrifice wanafanya. Hata kama kutoa kafara wanatoa. Namna hiyo. Like that. Lakini wanyimbaji wa kanisa, but our gospel singers in the church, wanasimama kwa kichwa cha they want to stand on the head of the pastor, of the bishop. Lakini huyu anaonekana mnyenyekevu. But this one looks to be so humble. Hallelujah. Amen.
Bishop, ombea yeye. Askofu, pray for him, Bishop. Hallelujah. Amen. Mwekee. As he's praying, Askofu anamwekea mkono, all anamwombea. forces of darkness Anamwomba kila roho ya which want to kuzimu. snatch Ile singers, roho inayotaka kuiba waimbaji. inapigwa. To be striked. They are destroyed. Hiyo roho zinapigwa, zinaharibiwa. Then the Lord releases the anointing Sasa upon him Mungu anamwachia upako ya uimbaji. to keep him in private and public. Kusababisha yeye hawezi kuwa na nguvu, lakini kuweza kuambukiza. Because unaweza kuimba vizuri kwa public. Because if you sing when kama unaenda kwa roji yenye unalala, wale walikuona unacheza kwa kanisa ama kwa stage, wanakufuatilia. And many musicians wana distribute many demons kwa makanisa. Waimbaji wengi wanaleta mapepo mengi kanisani kwa sababu kule nje wanakuwa hawana muda ya kuombewa na askofu, hawana muda kunyenyekea. Kwa hivyo dunia inaachia mapepo. Sasa waimbaji wanapokuja kanisani wanakuja mapepo na wanaacha mapepo hapa kanisani. Music has power. Uimbaji ina nguvu. Music can influence people more than a pastor. Uimbaji inaweza kushawishi watu hata zaidi ya mchungaji. Bishop, ombea yeye. Askofu, hallelujah. Pray for him. Sasa you have got the anointing. Na wewe umepata upako wa uimbaji. Kwa hivyo kombora. Bishop. Yesu ni kombora la ajabu. Yesu ni kombora la ajabu. Yesu ni muzinga tena wa masafa marefu. Yesu ni kombora la ajabu. Likiripuka kombora ili wachawi wanasambaratika. Likiripuka kombora ili wachawi wanaweweseka. Likiripuka kombora ili kuzimu kuna nyamaza kimya. Likiripuka kombora ili majeshi ya shetani yachanganyikiwa. Dumba za waganga zinapasuka. Waliokuwa mateka wanaachiwa uhuru. Yesu ni kombora. Waliokuwa majambazi wanashusha silaha chini. Yesu ni kombora. Waliokuwa wazinzi sasa ni watumishi wazuri. Waliokuwa wachawi sasa ni watumishi wa Mungu. Yesu ni kombora. Yesu ni kombora la ajabu. Ninawaambia kombora. Yesu ni kombora. Yesu ni kombora. Yesu ni kombora. Nasema ni kombora. Yesu ni kombora. Ndugu yangu, Yesu ni kombora. Siende kwa waganga. Yesu ni kombora. Njoo kwa Bwana. Ni kombora. Yesu ni kombora. Kiboko ya wachawi. Yesu ni kombora. Njoo kwa Yesu. Yesu ni kombora. Nasema ni kombora. Yesu ni kombora. Yesu ni kombora. Yesu ni kombora. Nasema ni kombora. Hawatuelewi, wanapotuma uchawi wao wanashangaa tuko salama, hatudhuriki. Wanaposema tumemaliza, wanashangaa kesho unasema habari zenu. Siri kubwa nini? Ni kwa sababu tuko ndani ya kombora. Ni kwa sababu tuko ndani ya Yesu. Hawatuelewi jamani. Kombora. Yesu ni kombora. Wanaposema tumemaliza,
wanashangaa tuko salama, wanajiuliza sana, hivi ni kwa nini tumewashindwa? Wanapokuja wanakuta moto unawaka waka, hawaelewi ni kwa nini wamediriki kusema sisi ni wachawi. Kumbe tuko ndani ya kombora. Yesu ni kombora la ajabu. Yesu ni moto, moto ulao. Yesu ni mchoko usioguswa kama mbishi wewe. Uliza kwa Sauli, alijifanya muuaji, aliteseka kanisa, alikutana na Yesu mwana wa Mungu. Ndiye Sauli, ndiye Paulo, mtumishi wa Bwana, mhubiri. Yesu ni kiboko charana na mikosi. Kwa nini uendelee kuteseka? Umeendeka sana na wachawi, umeenda kwa waganga wa kienyeji, msaada hujapata. Wewe ndugu yangu, wenzio tumesahau yote. Ndugu yangu, tuliteseka sana tulipokutana na Yesu, tumesahau yote. Yesu ni kombora. Amen. Msiendi, don't go away. Hallelujah. Amen. Msiondoke, bakini hapo hapo. Munaona mountain ya entertainment. You see mnaangalia mlima wa, do you see ile mlima ya burudani? How it is strengthening the mountain of the bishop. Munaona? Nguvu ya magoti au ya mtumishi wa Mungu ambaye ni askofu anoints this man. Yeye anampaka mafuta ule mbaya. Kama yeye anaenda nje, yeye anaenda kule kwenye mkutano au kwenye chochote kule nje, kwenye muziki tamasha, anaokota hii yote mkutano, anavuta wa vijana hao mnaoangalia walivyokuja. Analeta wapi? Wanakuja kanisani kwa bishop. Mnakuja kwa askofu, sawa? Huyu anaenda kama mwinjilisti. Ameenda kupitia uimbaji, lakini kama mwinjilisti ya kuvuna watu, using his what? Gift. Kupitia ile karama ya uimbaji. Ana arrest all these. Amevuna hao vijana wote hao. Walikuwa wafungwa wa rock music. They were bound na nyimbo za kidunia. In many funny things. Mambo mbalimbali mengi ambayo sio nzuri. Walikuwa wamefungiwa clubs. Walikuwa katika kwenye vilabu. Lakini kutoka huyu mwimbaji wa kanisa, but through this gospel singer, analeta wote. He has brought all these people. Anawachukua wapi? He brings them to anawachukua wapi? He takes them where? Kwa kanisa. He brings them. Sasa kama why bishop, if these younger people come, hao vijana wanapokuja kanisani, wewe nafanya ma practice na hao. You do your practice with them. Alafu unalala na hao. Then you sleep with them. Unafanya hiyo nini kwa kanisa, kwa bishop? What are you doing to the bishop? That's what is happening in the church. Lakini kanisani mambo yanatokea hivyo. You go collect them. Unaenda unavuna vijana. Unawaleta. You bring them. You turn them twice into prostitutes. Hasa wanapokuja wao unasababisha wawe tena makahaba. That's what is happening. Lakini hiyo ndio inatokea. But God, lakini Mungu is raising people. Mungu anainua watu in these last days. Katika nyakati za mwisho. Their heart, mioyo yao, is for the kingdom. Kwa ajili ya ufalme. When you win for God, chochote ambao unavuna kwa ajili ya Mungu. When you win for God, ukivuna kwa ajili ya Mungu, anabakia Mungu peke yake. It remains to be only God. Hallelujah.